Power. Nataka kuongea na watu wa Raila Amolo Odinga direct. Na sitaki tupichane maneno. Raila Amolo Odinga ametuacha. Ambaye mnamuita baba, mimi simuiti baba, ni babangu aliyonizaa. Baba Mwenyezi Mungu. Baba ameenda. Na alikuwa matibabu wapi? India. Okay, mzee, siku zako zimefika. Njio imetua, atunasema tu kwa heri ya kuonana. Mungu anajua mahali atakuweka kwenye hukumu yake. Mimi sitaki kujaji, I'm not God. Lakini niko na maswali hapa kwa serikali ya Kenya. Imekuwaje Raila Amolo Odinga akigojeka anapelekwa India akatibiwa India? What's the cause of the reasons that make Raila Amolo Odinga to seek medical services in India? Hiyo kitu moja inaoneshana kana kwamba wanasiasa wetu wa Kenya ni mapumbafu. These leaders we have, they are just mere thugs, thieves. Hata mimi nashangaa mwanasiasa akikufa wa Kenya mnaabudu kama ni malaika ameshukia mbinguni na akashuka na planet sijui gani. Yaani upuuzi bana. Mimi I can't worship any politician in this country. Hao wanasiasa wanafanya sasa ile maisha tunapitia sasa hizi tunateseka. Kuna watoto wa watu sasa hizi waliuliwa ambao wangesaidiwa wapate matibabu kamili lakini nobody cared. Kwa sababu yeye si mtoto wa mwanasiasa. Who celebrated the death of those kids? Who? Who celebrated the death of Baby Pendo? Nobody. Who? Nobody. Who celebrated the death of Albert Ojwang? Who? Nani celebrated the death ya Rex Masai? Who? Nobody. Who celebrated the death of Boniface Kariuki? Kijana alikuwa anauza mask hapa akiwa kazi Nairobi. Who? Then you tell ya shinani kasabu kuniambia mwanasiasa akijaba nimpigie makofi niseme ni kama mimi nimekufiwa. Si akufe. You just die like any other Kenyan, like any other human being. Me, I'm saying this. It's not item. In fact, hii kivu ya Raila imefunza serikali ya kwamba they must make systems work. Nimeona Raila kula hiyo mwili yake ikitolewa pale India kwa hospitali. Hata watu raia wa kawaida wa India wako tu hapo. Mwili inapisha tu hapa as if ni kama si mtu because wale kacha yao ya system ya governance. Hawaabudu wanasiasa. They don't worship leaders. And in fact, that's how the life is a far poor. Ni ujinga iko hapa tu Kenya, wabe sabodi ya kikufa, mnapatisha nini kama ng'ombe kwa barabara hapa. Mkojea mwili toka huko mjisajireti kama ni kitu kubwa. Hakuna. In fact, you can see, wala mlikuwa mnaangalia TV saa hizi. Umeona vile mwili ya Raila imetolewa vizuri. Vizuri tu kawaida. Akapelekwa airport. Asifi ni onboard, hakuna asifi kuna kitu. Na even though life inafaa kuwa simple, equal to each and everyone. In fact, I salute Indians. Wanatambua kana kwamba afya ni ya kila mtu, si ati kwa sababu wewe ni kiongozi fulani, ati wewe ni mkubwa, unapewa priority. Who are you? Angalia hilo swali Raila Amolo Odinga alikuwa anaenda kuangalia matibabu. Mimi nimeona kwa TV ndio nikashangaa. Hata Lang'ata Hospital iko afadhali. Inakaa tu kibadaski kioski tu. But the only thing hapa I'm very sure iko hapo ni quality of medical services. Na hili serikali yetu ile pesa wanapora hapo wizi. Si wangekuwa na nini uwezo ya kuweza kuleta experts kwa hospitali zetu. Kama ni hao neurosurgeon na surgeon usini wa kila aina. Si wangekuwa hospitali zetu, si ndio? Si wange make sure madawa kwa hospitali ziko. Si wange make sure equipment hospitali ziko. Si wange make sure nalipa madaktari wetu mishahara vizuri, si ndio? Why should do 6 medical in another country? Hii ndio upuzi uliona juzi hapa Susan Kihika, governor of Nakuru. Ati anaenda tu just matano sasa kuzaa. Anaenda kuzalia America. Na ofisi zake za Nakuru asifanye kazi. Hii ina kuashiria nini? Kana kama wanasiasa wetu hapo wa Kenya wachawi. They don't love Kenyans. Hao ni wezi bwana. And for that reason, right now mimi I'm not mourning Raila Amolo Odinga. Kwa sababu hata yeye wakati tulikuwa tunataka kuchange system, to make system of governance sifanye kazi. Yeye alienda kudai na oppressor. Akakula pesa, akaona pesa ni tamu sana kuliko haki za Wakenya. Mimi na celebrate kama nini? I don't celebrate. What I can tell him ni just he shine on his ways. Sababu yeye alijoin serikali. Akaanza kungura hata na ngura peke yake. Sijui Sakaja ilikuwa semekana Sakaja Nairobi amefail. MCAs wakafanya oversight role yao wakasema ya kudibiji Sakaja. Wakafail hiyo nini bill, si ndio? Nani alisimamisha scenario bado tunasema Raila. Haya, sijuzi hapa uliona nini? Huyo Ruto. Si hata aliitwa MCA watu wa UDA wa Nairobi. Akawaongelesha wasibije Sakaja mimi. Si ndio? Sasa mimi mniambia kama nani hapa nimwambia ati baba you are this and that. Sijui ulikuwa fanya kazi mzuri. Mimi siwezi sifia mtu hata nikaenda kwa matanga yako. Kama ulikuwa mwizi, nitasema mbele watu ulikuwa mwizi.
Siwezi kuwa ulikuwa unasumbua watu kwa street hapo, unasumbua watu unapora. Alafu wasije kifika yako, December ulikuwa bishop. Hivi you are thief, you are thief. Kama ulikuwa mtu wa maana wa watu, tunasema ni mtu wa watu. Let's put things on black and white bana. Wacheni kushinda tukibebelezana. So for that reason mimi sasa kuongelea mbara ile anymore. Now I want to shift my condolence. My now humble condolence. Ile ambayo anaweza pigia makoti hata lia machozi isha mpaka damu iingie. Ya huyu kijana wa NTV journalist. Mtu kama hiyo kijana wa kawaida kama ukiniambia niomboleze, mimi nitaomboleza vizuri sana. Hata wewe unaweza sacrifice my time and everything kwenda kusema na familia. Mimi nataka kusema na Mkenya wa kawaida, my fellow Gen Z, ule Mkenya ambaye ni mfano ambaye amefinywa na hizo serikali au na siasa. Huyo ndio mtu anafaa kuomboleza zaidi. Wakenya mnasahau na shida zenu, mnafocus na wanasiasa. Mnasahau focus na wanasiasa. These people are idiots. Leo hii Raila akitangaza kifo chake leo hii. Do you know that William Samoei Ruto amesign bill 8 leo? Do you know that in the morning? Ya kwamba kwanza kitu ya kwanza media freedom. Sasa media freedom inaenda kukua inaenda kukua manipulated saizi.